Inakuwaje tunasikia maneno wanayosema kwa lugha yetu wenyewe? Tunasikia mambo hayo ya Mungu wanayosema. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari yetu ya leo, ikiwa ni Dominika ya Pentekoste. Somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 11. Na somo la pili ni la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 12 aya ya 3b mpaka aya ya 7, na ile aya ya 12 hadi aya ya 13. Somo la Injili la Mwinjili Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi ile aya ya 23. Wazo kuu katika masomo ya Dominika ya leo ni Roho Mtakatifu, hususan tunavyompokea na anavyofanya kazi ndani yetu. Pentekoste maana yake ni 50, kwani huja siku 50 baada ya Pasaka. Asili ya Pentekoste ni katika Agano la Kale. Kulingana na mapokeo ya Wayahudi, taifa la Israeli, baada ya siku 50 ya kuondoka Misri, walifika kwenye mlima wa Sinai wakapokea amri za Mungu. Hali kadhalika, Pentekoste ya Agano Jipya ni siku 50 baada ya Pasaka mpya, tulipotoka utumwani mwa dhambi na kujaliwa uzima mpya katika Kristo kwa njia ya ubatizo. Hivyo hivyo, katika somo la kwanza na Injili, Mwinjili Luka katika kitabu cha Matendo ya Mitume na Mwinjili Yohane katika Injili yake, wote wawili wanasimulia ni kwa jinsi gani mitume na wanafunzi wa Yesu walipompata Roho Mtakatifu, ambaye yu sawa na Baba na Mwana. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwakumbusha waamini mafundisho na maagizo ya Yesu. Mwinjili Luka anaonyesha ni kwa namna gani Roho Mtakatifu aliwashukia mitume na wanafunzi wa Yesu, akitumia vielelezo vifanavyo na vile vilivyoandikwa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ya 16 mpaka ile ya 18, ambapo tunaona Mungu anawashukia watu wa Israeli kama moto ili kuwatakasa na kuwapa nguvu. Vivyo hivyo, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Roho Mtakatifu anawashukia mitume na wanafunzi kama ndimi za moto. Hali kadhalika, Roho Mtakatifu anayesimuliwa na Mwinjili Luka ni Roho Mtakatifu yule yule ambaye Mwinjili Yohane anasimulia kuwa mitume na wanafunzi wa Yesu walimpokea baada ya Yesu kufufuka, na anaongeza kuwa mitume wa Yesu walipewa uwezo wa kuondolea watu dhambi na kuwafungia dhambi pale walipompokea Roho Mtakatifu. Katika somo la pili la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, tunaona ni kwa namna gani Roho Mtakatifu ni uthibitisho wa umoja wetu na Mungu na pia umoja kati ya sisi waamini wake. Mtakatifu Paulo anawasisitiza Wakorinto juu ya kutumia karama za kila mmoja wao, na ndivyo anavyotusisitiza sisi leo kutumia karama zetu kuendeleza umoja wa kanisa, na si kutumia karama hizo kuadimiza au kuwabagua na kujiona bora kuliko wengine, bali tutumie karama hizo tulizojaliwa ili kukuza umoja. Anasisitiza kuwa karama na sifa nyingi alizonazo kila mmoja wao hakupewa ili kuleta mgawanyiko, lakini kukuza umoja. Akisema katika aya 7, lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho wa kufaidiana. Pia anatumia mfano wa mwili kumaanisha kuwa Wakristo huunda mwili mmoja ambao una sehemu nyingi. Kila sehemu ina kazi yake ambayo hufanya kazi kwa manufaa ya mwili mzima. Nasi pia tuzitumie karama tulizopewa kuwapenda wengine, kuwasaidia na kujiweka chini yao. Mwinjili Luka anaeleza pia katika somo la kwanza kuwa baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia wanafunzi wa Yesu, walianza kunena kwa lugha nyingine na walielewana. Siku ya Pentekoste, watu wa lugha zote wameitwa kuelewana na kupendana katika taifa jipya la Mungu, ambalo linajaa Roho wake na kuunganisha makabila na jamaa zote za dunia. Katika Pentekoste hii ya kwanza, tunamkumbuka Roho Mtakatifu alipowashukia mitume katika mji wa Yerusalemu. Sisi tumepokea paji la Roho Mtakatifu katika sakramenti ya kipaimara, ndiyo Pentekoste yetu. Mtakatifu Yosefu Lamano katika mafundisho yake anatuasa kuwa anayekubali kuishi katika uvuvio wa Roho Mtakatifu
hakika huyo lazima awe mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa lugha yetu